hapa waliopo hapa wanakutafuta na wana shida na wewe. Kwa hiyo kuna kitu wanataka wachukue kwako. Kitu kwa hiyo kuna kitu kidogo tu ambacho ni nywele zako. Kuna nywele kidogo wanataka wachukue. Akasema nywele zangu eti kuna research ambao wanataka wafanye kwa ajili ya nywele zako. Basi Angel akanajigusa nywele hapo, akanabaki anashangaa. Basi huyo hapa ambaye inasemekana ni mamake Angel akawa anataka achukue. Basi anti yake Angel akamwambia subiri, tulia, mambo huwaga haendi hivyo. Kwa hiyo kuwa mpole, kuwa mpole. Angel, nenda ndani, nenda kupumzike, nenda kupumzike. Kwa hiyo Angel akawa ameingia ndani. Basi baada ya kuingia ndani, Angel kuna kitu ambacho alikuwa anataka kukiongea. Basi anti yake akawa amemziba mdomo. Akamwambia kwamba Angel ndo anafukuaga, anaongeaga tu hivyo hivyo. Kwa hiyo muelewe. Basi wakawa wanamwambia sasa kile kitu ambacho tunakitaka tutakipataje? Inakuwaje tutakipataje? Basi anti akasema ndio hivyo. Basi haina shida. Lakini hamwezi mkapata hivi hivi. Kwa hiyo inatakiwa mtoe kitu ili muweze kupata hicho ambacho mnakitafuta. Toeni kwanza hela. Kinachotakiwa hapa ni hela. Mkinipatia hela basi na mimi wakubalieni muweze kukipata ambacho mnachokipata. Basi mamake huyu hapa ambaye anasemekana mamake Angel akasema sawa, haina shida. Basi kama ndivyo unavyotaka haina shida. Basi akamwambia sawa, nendeni mkiwa tayari mtakuja. Basi baada ya siku kadhaa kupita na test ya DNA ikawa imefanywa, basi ikawa imegundulika kwamba Angel ni mwanao. Basi wakawa wamefurahi na kukumbatiana. Basi babake Fancy na mamake Fancy wakazungumza na Fancy ili waweze kumwambia kweli. Kwa hiyo mama mtu akasema kwamba kuna kitu ambacho ipo serious tunataka tuongee na wewe. Baba mtu akasema unakumbuka kwamba kipindi ulichoumwa? Basi Fancy akasema ndio. Basi ili tutajika tupime DNA kwa sababu kuna kitu ambacho kilikuwa kijaenda sawa. Kwa hiyo baada ya kupima DNA imegundulika kwamba wewe sio mwanetu. Fancy akawa ameshangaa, sema unasemaje? Mimi sio mwanenu? Eti ndio hivyo. Lakini ni uchungu sana kuambia kitu kama hicho. Basi Fancy akawa amechanganyikiwa, akasema inawezekanaje? Inawezekanaje mimi nisiweze kuwa mwanenu? Miaka yote hii tumekaa pamoja, afu leo inakuja kuniambia kwamba mimi sio mwanenu. Basi baada ya yale mazungumzo, baba mtu na mama mtu ambaye ni wazazi wa Fancy, basi wakawa discuss kuhusu ile swala ambalo lilitokea. Wakawa wanasema kwamba inawezekanaje miaka yote hii 15 imepita tukiwa tumekaa mbali na mwanetu, tujui jinsi gani alivyokuwa anaishi. Inaonekana kwamba yule anti yake anamtesa sana. Anamtesa sana sasa. Kuna watu ambao wana huruma katika dunia hii. Basi mama mtu na yeye akawa anasikiliza vile mume wake alivyokuwa anaongea, na yeye pia akawa anachangia maoni. Akawa anamuuliza sasa itakuwaje kuhusu nani Fancy ambaye ni mwanetu tulikuwa naye kipindi chote hichi. Basi mume wake akamwambia sijali kuhusu Fancy. Fancy tutakuwa naye kwa sababu ameshakuwa mwanetu. Kwa hiyo tutamchukua tu kama vile mwanetu wa kumlea, na issue ndio itakavyokuwa hivyo ili tuweze kulitatua ile tatizo liweze kufika mwisho. Basi mke wake akamkubalia baba yake Fancy. Akasema kwamba sawa, haina shida, na Fancy mwenyewe anatakiwa ajue hilo. Basi leo tunaona siku nyingine tena ambaye anti upo na Angel. Basi kana mwambia Angel ukweli sasa. Akamwambia unaona wale watu ambao walikuja hapa inasemekana ni wazazi wako, na pindi ulipozaliwa wewe mama yako alibadilisha mtoto, kwa wale walikuja hapa ndio wazazi wako. Basi akashangaa akasema inawezekanaje hiyo? Hiyo inawezekanaje? Kwa hiyo Angel akawa ameshtuka sana na taarifa hizo, na akawa anamuuliza sasa ilikuwaje sasa miaka yote hiyo ukweli ulikuwa hujagundulika? Akamwambia ilikuwa ni vigumu. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe nimeshangaa, nimekuwa surprised na hiyo issue. Kwa hiyo wewe hapa unakuja kwenda kwa wazazi wako, na wao ndio ambao utakuja kuchukua na ndio kwa walizi wako. Hata mama yako na yeye pia alipokwenda kwa Angola, asina taarifa zake kamili, alifariki, ambaye inasemekana ni mamake na Fancy. Kwa hiyo ndio kama hivyo mimi na wewe tunaishi hapa, kila kitu kinakwenda kubadilika kwa sababu mimi inabidi nimchukue yule ambaye ni mtoto wa mwanae. Basi bila kupoteza muda, inaonekana siku ambayo kwenda kumchukua Angel kama amefika. Basi wakawa wamefika hapo. Baada ya kufika hapo wakanasubiria Angel atoke. Basi Angel alivyotoka tu pap akakutana na Fancy. Fancy akamwambia ni wewe? Kumbe ni wewe. Basi wazazi akamwambia ndio Angel tumekuja kumchukua ambaye ni mtoto wetu. Huyo Angel mbona mimi nakuaga nasoma naye darasa moja. Basi wazazi wakawa wamefurahi hapo, akasema ndio mtoto wetu ambaye tunakuja kumchukua hapa, ambaye tulikuwa tambua miaka yote hiyo. Basi wakawa wamemfurahikia hapo Angel, wakampokea kila kitu sawa. Baada ya kufika nyumbani, basi mama mtu akawa anaangalia mavazi ya mwanae Angel,
Akawa anasema vipi, mbona unaona nguo nyingi? Mara ghafla tunaona Fensi anaingia. Baada ya Fensi alivyoingia, basi akawa anamwambia vipi Fensi, una nguo ambazo unaweza kupatia sister yako aweze kuvaa kwa kusubiria kesho tukienda shopping. Basi Fensi akajibu kwamba sidhani kama nguo zangu zinaweza zikamtosha. So unajua tena wivu tena, Fensi anaona kama anachukulia nafasi. Basi baada ya hapo mama mtu akawa anatafuta simu, maana simu yake alisikia ikiwa inaita. Kwa hiyo akachukua simu anamwambia kwamba subirieni kidogo niende nikaongea kwenye simu, nikimaliza nitarudi. Basi mama mtu alivyoondoka tu, basi Fensi akamvamia Angel, akamwambia imekuaje wewe umekuja katika familia yetu hii? Imekuaje? Kwanza wewe mimi na wewe hatuelewani. Kwa hiyo Angel akawa anamwambia kwa busara, Fensi, usinichukie kwa sababu mimi mwenyewe ninashangaa imetokeaje. Na mimi sijachagua kwamba wewe wazazi wangu. Acha uongo. Kwa hiyo umekuja kuchukua nafasi yangu hapa ndani, si ndio hivyo? Mimi ndo mwanao, mimi ndo mtoto wao. Wewe uko fake. Kwa hiyo mimi na wewe hapa ndani sijui kama patatosha. Jiangalie kwanza walivyo, mtoto maskini wewe. Basi akamtupia vijembe vikali sana. Lakini inaonekana kwamba Angel alikuwa mstaarabu sana kwenye masuala ya kumjibu. Kwa hiyo akana muangalia, lakini Fensi aliendelea kulipa. Basi ikawa ni jioni, inabidi wamkaribishe Angel ndani ya nyumba. Kwa hiyo wakawa wamkaribisha Angel, karibu nyumbani, nyumbani na sisi ndo wazazi wako, kila kitu safi kabisa. Lakini Fensi akawa ameingia na chuki kwa sababu anaona kwamba nafasi yake inachukuliwa. Kwa hiyo wakawa wanafurahi, wazazi hawajatambua hilo bado. Basi wote wakafurahi, wakagonga chais glass kwa ajili ya kusherehekea siku hii ambayo ni kubwa sana. Basi leo ni siku nyingine, tunaona mamake Angel ameshaanza kumjali mwanae, kamnunulia nguo kali kabisa. Mara ghafla tunaona Fensi anakuja kumwambia, mama vipi, tunaweza tukakaa pamoja tuangalie TV? Mamake akamwambia sina muda kwa sasa, nataka mpeleke dadako shopping. Basi siku nyingine tunaona Angel akiwa anacheza na baba yake, wanacheza wanafurahi kweli kweli. Angel akaja, daddy, nataka unipeleke nikanunue ice cream. Dada yake akamwambia, vipi, nipo na Angel hapa. Leo ni siku nyingine tena, tunaona mzee anakuja, anamwambia, Kisia, nimebeba nini? Basi akawa ametoa hapo zawadi, kamnunulia mwanae simu iPhone. Leo ni siku nyingine tena, tunaona wakiwa wametoka out, wakawa wanafurahi. Lakini kwa upande pili tunamwona Fensi akawa amefurahiwa. Basi leo ni siku nyingine tena, tunaona Angel yupo na wazazi wake akiwa anahadisia namna gani maisha yalivyokuwa yanaenda kipindi kile hawakuwepo katika maisha yake. Kwa hiyo anahadisia kipindi kile mamake alivyomwachaga akiwa na miaka 5. Kwa hiyo anahadisia jinsi maisha yalivyokuwa magumu. Mamake baada ya kwenda Angola, basi akawa ametokomea huko na akawa amefariki, ambaye alikuwa anasadikika ni mamake. Basi huyu hapa ndo mamake mzazi ya Angel. Kwa hiyo akawa amemsogelea Angel kwa ajili ya kumfariji, kwa sababu hapa ndo wazazi wake wa ukweli. Kipindi kile alichokuwa anaishi na ule aunti, hakuwa aunti yake wala hakuwa na uhusiano wote ile wa undugu. Kwa hiyo anawahadisia ndo kama hivyo, hata nguo zilikuwa ni shida na maisha yalikuwa magumu, na sikuona mtu yote ambaye aliweza kunijali katika kipindi hicho kigumu. Kwa upande wa pili tunamwona naye alikuwa akifuatilia hizo zote story ambaye ni Fensi kwa wivu. Kwa hiyo wakawa wanamwambia, sasa sisi tupo hapa kwa maisha yako, kwa ajili yako, tutakutunza na kila kitu kitachange. Kwa hiyo sisi ni wazazi wako na tunaweza tukafanya kitu chochote kwa ajili yako. Basi wakawa wamemkumbatia na mzee wake hapa akaona isiwe shida, na yeye pia akanyanyuka ili aweze kwenda kumkumbatia. Na ndio ni mwisho wa part 1. Kuna part 2 ambayo tutakuwekea. Kwa mtu wa nguvu, usisahau kulike, kushare, comment na kusubscribe.